Anasema nalo litafanikiwa katika mambo yale yote ambayo wewe utayatuma. Bwana Yesu asifiwe. Nimetangaza, nimesema, la kwanza, tunaanza na Mungu, tutatembea na Mungu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kuna mambo ambayo unasema mimi siwezi. Yupo Mungu anayekufanya wewe Mungu ufanikiwe. Lakini yapo mambo mengine ambayo wewe unafanywa kuwa boss katika hayo. Sisi ni mabosi kwa Farao. Sisi ni mabosi kwa Farao. Sisi ni mabosi kwa wachawi. Ni mabosi kwa vitu ambavyo vinaonekana haviwezekani. Mungu ayafanikishe. Sasa lazima mwaka huu hakikisha unatia mundu na kuvuna. Haleluya. Apply vitu. Unajua kuna watu ambao watu wanasema ili imani ifanye kazi lazima kidogo akili yako iwe fiatuke. Kuna vitu anzisha ambavyo unaona wengi wanasema haiwezekani, unaanza na Mungu, inawezekana. Nimeenda huo mtaa leo, tulikuwa tunatafuta kitu kimoja cha mashine ya kukatia majani. Nilikuwa namwambia Baraka, yani sehemu hiyo iko so congested. Imebana, si ndio watu wa sokoni. Yani imebana, mpaka leo imebana, watu wako busy. Yani ukienda kwenye soko lile jipya, yani kila mmoja, mwingine mitumba, mwingine baisikeli, mwingine boda boda, yani kila mmoja. Hivi nikuulize, Mungu hawezi kuwabariki hao watu wewe? Nauliza, kitu gani kinachowaforce? Kuna ndoto ndani, kuna msukumo, kuna aina fulani aliitamka anaipambania hiyo. Hivi niulize swali, kama ni mtu aliyeokoka vizuri, mwishoni mwa mwaka akienda kwa spidi hiyo atafika wapi? Na uzuri sisi tuliokoka, matumizi yetu ni madogo. Matumizi yetu sio mabaya. Matumizi yetu hatunywi pombe. Matumizi yetu hatuendi kwa waganga. Matumizi yetu hatuna vitu vinavyoitwa unnecessary. Hatuna. Sana ni familia, na mwisho unajikuta unajenga nyumba. Alafu uwe nafanya kazi kama mchwa eneo lile. Mimi nikueleze mwisho wake inakuwa imekuwa guarantee. Na nakuguarantee utafanikiwa. Na unapofika ofisini unaitamkia kama Mungu wa lile eneo, kama Mungu wa ofisi ile. Unatamka, Mungu sio dhalimu. Natangaza Mungu si dhalimu. Na anasema mapenzi yangu yatatimizwa. Naomba yatimizwe kwa jina la Yesu Kristo. Naomba mapenzi yako nafsi yatimizwe. Ndoto zako zitimizwe. Hata kama mwanzo unakuwa mdogo, lakini ukiwa mtumwa katika hilo na unatamkia, inawezekana. Ndio maana watu wanasema hata kwa watoto watamkie kubarikiwa, watabarikiwa tu. Hata kama hana akili, mtamkie kufanikiwa, atafanikiwa. Mnaniangusha, sema amen. Rudia tena, sema amen. Maana wewe ni Mungu. Ni Mungu kwa Farao, lakini wewe Mungu mdogo. Vitu hivi viwili vichukue na utembee navyo. Wewe ni Mungu kwa vitu. Unaweza ukamtiisha Farao akasikia na akatii kabisa, na inawezekana. Inawezekana hata mapepo kaambia pepo nyamaza kimya, na mapepo yananyamaza kimya kwa jina la Yesu. Maana sisi tuna uwezo. Haleluya. Mnabarikiwa? Mnabarikiwa? Anasema ule mstari wa 11, anasema ndivyo litakavyokuwa neno langu. Sio pengine, ni direct. Wanazungu wanasema direct speech. Ndivyo itakavyokuwa. Yani sio kitu naweka option. Option maana yake ni kitu naweka kama pengine inawezekana, pengine isiwezekana. Lakini anasema ndivyo itakavyokuwa neno langu. Hebu tusome hapo, ndivyo itakavyokuwa neno langu. Hebu tuseme 1 2 3, ndivyo litakavyokuwa neno langu. Tena pamoja nami. Kwa hiyo amini kwamba kile unachokitamka ndicho kitakachokuwa. Kwa hiyo ninaomba kuanzia leo mgeukie mwenzako mwambie kwamba usitamke maneno mimi siwezi. Usitamke maneno mwaka huu ni mgumu. Usitamke mwezi huu ni mgumu. Kwa sababu ndugu zangu, watu wa dunia wana maneno yao.
na sisi tufuate maneno ya watu wa duniani? Haiwezekani. Sisi tunaongozwa na Roho na sisi ni miungu. Mungu ameweka nguvu ndani yetu, lazima tutamke vitu vya kitofauti. Mimi nikwambia hata Ignas, kama ukifanya kama mchwa kama wanavyofanya mjini na maneno haya, nakwambia utakuwa ni bonge la engineer. Nakwambia mpaka utakuwa unakataa kazi. Utakataa kazi, na naomba iwe hivyo katika jina la Yesu. Mbona watu, hivi kuna kosa gani? Inawezekana makosa tunayofanya sisi. Mbona kuna mainjinia wengi wanafanikiwa? Sisi tuna struggle. No, kuna mahali tunakosea. Lazima tufanikiwe. Na kama mwalimu ufanye hivyo, nakwambia uhakika utafanikiwa. Na harusi za kanisani, yaani ndio zitakuwa mali yako. Watashangaa. Ukiangalia tu mama Sheila, si alikuwa sio, yani wakati anaanza ilikuwa ni nothing, hamna. Ilikuwa ni mama Sheila, hamna. Tuseme ukweli. Lakini sasa hivi, na ninaamini ndio maana ni mtoa sadaka ya madhabahuni sana, kwa sababu anajua siri ya mtungi ni kitu gani. Bwana Yesu atusaidie. Kama tunaanza mwanzo mdogo na tukaamini katika hilo, ule mwisho unakuja ni mkubwa. Biblia ni ile mbegu ya haradali, lakini mwisho wake ndege wakubwa wanakaa pale wanatengeneza kivuli. Lakini mwanzo ulikuwa ni mdogo. Tukitembea katika hivyo, Mungu atatusaidia. Bado sijafika kwenye zile kanuni, bado tuko kwenye ule Mwanzo, ile sura ya 1 mpaka mstari wa 3. Lakini pia nimekueleza nguvu ya neno kwamba halirudi tupu. Kesho yako inatengenezwa na mdomo au kinywa chako. Hebu mwambie mwenzako, kesho yako inatengenezwa na mdomo au kinywa chako. Yes, kesho yako hiyo. Mtu anachokivuna leo ndicho alichokitamka jana. Hivi naleta maana eti? Yaani kile unachoishi leo hakikuja bure, kilitengenezwa jana. Naomba usijione kwamba huna elimu na kwamba huwezi kufanya jambo. Mungu haangalii mwenye elimu na aliye na elimu. Mungu anaona yupi anastahili na anamstahilisha. Mtu mmoja aseme amen. Mungu anaangalia yupi anastahili na anaweka ufalme wake ndani yako. Ndio maana watu wanatoa ushuhuda, wanasema jamani, mimi sikustahili lakini Bwana alinifanikisha. Kwa hiyo ile hali ya kuona labda haya mafungu ni ya watu waliofika chuo kikuu, haya mafungu ni ya mtaji mkubwa. Nikupe tu mfano mdogo, niangalieni vizuri. Tulipokuwa tukisafiri na kwaya ya parapanda zamani, tunatembea na kwaya parapanda, tunatembea huku na kule. Nakumbuka ilifika siku moja, kuna kijana ananieleza nashindwa kutembea na mke wangu kwa sababu sisi ni maskini. Na kwa kuwa mimi sio Mnyakyusa, ni Mgogo, watu wananicheka, wanasema Kigogo, wanasema Kinyakyusa, mambo yananiumiza. Sasa siku moja nilikuwa sina hela, na sisi tumeenda sasa kwenye mkutano, ananieleza, nilimfuata mchungaji wangu. Niangalieni, Mungu anaweza kufanya uwe from nothing ukawa something. Na kueleza lipokee hilo neno kwa jina la Yesu. Naeleza tena lipokee kwa jina la Yesu Kristo. Akanieleza, nilipomweleza mchungaji wangu kwamba natamani kwenda safari lakini sina chakula nyumbani, watu waliniletea mchele. Sikiliza, waliniletea mchele ambao yani eti nile nimwachie mke wangu ni zile chenga za kutengenezea nini, vitumbua. Utafikiri Eliki alikuwepo. Ni ile ya kutengenezea vitumbua. Nikapewa, Bwana kubariki, chukua Dani, hivi ndio sasa umwachie mke wako. Anasema nilimshukuru Mungu kwenda kufungua nyumbani. Yaani nimepewa chakula cha kutengeneza vitumbua. Yaani niliona Wasukuma wanasema hii ni tuja, ni dharau kubwa. Tuliamua tukaumwaga ule mchele.
Nimeondoka, mke wangu sijui anafanya nini. Wananishirikisha hapa nyumbani ili tuende safari ya nje. Kwa mimi nimekuwa ni mtu wa kuchekwa na ninazungumzwa kikabila kwa sababu nimeshajua kikabila. Mimi sina thamani. Tulipotoka tulienda na hubiri, nakumbuka tunaenda Dodoma. Akanifuata tena akaniambia kwamba hata nauli ya kuja huku nimekopa. Maana mtaji wangu, sikiliza, Mungu ni mkubwa. Mtaji wangu ni shilingi 5,000 na kazi yangu ni machinga. Natembea, yani ni machinga. Nikipata faida labda 2,000. Lakini nimemweka Mungu kwamba ndiye atanibadilishia maisha yangu. Ipo siku, anasema ipo siku Mungu atanitendea. Tulipokuwa tukinanii, tumemaliza pale chuo kikuu UDOM. Yule akasema, baba ninaomba uniombee. Moyo wangu uko very down, uko chini. Tukamaliza kuomba. Kesho yake, sema kesho yake. Mtu akanifuata akaniambia hivi, katika hao na kwaya kuna mtu mwaminifu. Wanasema kufanyaje? Kuna Wachina wanataka kufungua depo kubwa sana Mbeya. Sasa niangalizie kuna mtu mwaminifu hapa. Tayari pale Bwana akanieleza kwa huyo kijana. Nikasema ndio, huyu nimefanya naye kazi muda mrefu sana, mwaminifu sana. Sinasema ukweli, ni mwaminifu sana. Nikamuunganisha na wale watu. Nikarudi Mwanza, ndugu zangu, nikasahau wala sijui. Baadaye akaja akaniambia kwamba niliitwa Dar es Salaam, nikaambiwa 1 2 3. Alafu nimerudi Mbeya, wamenidump. Wameniweka pale, wala sijui kitu chochote. Nakumbuka hata ile nauli ya kwenda Dar es Salaam ni deni nadaiwa. Nikamwambia endelea kumwamini. Nikamuuliza, kinywa chako unasema nini? Akasema kwamba Bwana ananifungulia mlango. Bwana anaenda kunifungulia mlango. Hebu tuseme amen. Ghafla aliambiwa njoo Dar es Salaam. Alipoenda Dar es Salaam akaambiwa nenda Mbeya katafute magodauni 2 makubwa. Sio nyumba, magodauni kama ya Igogo. Nenda katafute 2 makubwa. Anasema yani ukishapata tu tuambie, hela tunatupa, tunakutumia, unakodisha yale manani. Yule kijana akaniambia, nimeambiwa niende Mbeya, hebu niombee. Yani wakati mwingine hofu inamuingia. Haya mambo ni ya kweli au sio ya kweli? Lakini wakati wa Bwana umefika. Mbingu lazima zikubali. Lazima mbingu ziachie kwa jina la Yesu. Akaenda, alipomaliza akayapata, akamtumia, akayakodisha. Unajua walileta makontena ya viatu vya mitumba. Walijaza magodauni 2. Wakamwambia wewe ndio msimamizi, yote ukanda utakwenda kuja kununua kwako. Na ukitaka chukua mzigo, uza, weka, fungua na mafungu yako. Tulienda Mbeya. Nilipofika mimi, nilipokelewa Mbeya na magari kama 20 msafara. Kesho yake wananiambia, hutalala kwenye nyumba ya watu, utalala hotelini, tunalipia sisi. Na tukapelekwa tukala, siku zile nakula kitimoto. Tukala kitimoto, tukafanya vitu vingi. Wakaniambia naomba twende. Unajua bado nilikuwa siamini. Twende ukaone Bwana alivyonibariki. Nililia siku ile. Nilikuta goni limejaa mpaka juu. Mitumba inatoka China. Twende huku. Twende na sehemu tunayomwaga. Nikafika nikakuta naye ni tajiri, amenunua. Anasema nimenunua na Noah hii hapa. Watoto wangu nimewaondoa kwenye shule za wanaitaka sijui za kata za nini, za kupitia madirishani. Wameniondoa. Watoto wangu wako wote wako wako inaitwa nini? Private school. Alafu akaniambia nimejenga na nyumba kipindi hiki. Wakati nilikuwa naishi kwenye pagale. Inawezekana. Nasema Mungu anaweza akamuinua mtu yeyote. Hebu mwambie mwenzako nguvu kabisa. Mweleze Mungu anaweza akamuinua mtu yeyote. Sasa yule mwanamke alikuwa haitwi kwenye vyama vya kina mama. Kwa sababu hana hela, wanakaa kwenye pagale. Akasema watu wakaanza kuwa namfuata, wanaambia karibu tuingie kwenye chama chetu. Akasema siku zile sikuwa na kitu, mlikuwa mnialiki. Hamna, Bwana atanipa marafiki wengine tofauti kabisa. Jamani, jana amebarikiwa. Mwingine tena sema ndio maana Mungu ukimtumikia anakubariki. Mwingine alifika hapo Mwanza, tunavua nguo tunampa, alikuwa hana hata nguo hata viatu tunampa.
Lakini Bwana akambariki, sasa hivi na maduka makubwa Singida ya simu. Ya simu nikikueleza, na alikuwa ni zero. Shahidi ni huyu. Shahidi ni huyu, mama nafahamu. Kumbe unaweza ukawa unajitamkia wewe kwamba mimi siwezi, bila kujua inakuathiri. Inakuathiri. Mungu kutoka mbinguni huwa anatafuta nani wa kufanya naye kazi. Hebu jifanye kuwa tayari kwamba wewe uchaguliwe na Bwana mwaka huu. Na mimi ninaamini umechaguliwa kwa mwaka huu. Sema amen, haleluya. Yaani katika kile kidogo ulicho nacho, Mungu atakimultiply. Mungu atakiongeza. Narudia tena, Mungu atakiongeza. Narudia mara ya 3, Mungu atakiongeza. Narudia mara ya 4, Bwana atakiongeza. Hebu itengeneze kesho yako, na inawezekana. Yaani leo kuna vijana sasa hivi walikuwa maskini, wana maduka ya spare za nani, maskini. Na unajua Mbeya zamani walikuwa hawajasoma. Maskini najua, wengine maduka ya spare. Hata kama leo mchungaji nikikupa namba za watu hao, nikuulize hebu niambie ushuhuda wako, watakwambia alo, tulikuwa maskini, lakini kwa kutembea na yule baba na mama yule Mungu alitubariki, alitubadilisha kinywa, tukatamka hivi. Leo ni watu tunaofanya maduka, biashara za jumla Mbeya, na tunajulikana. Nauliza kwako inawezekana? Nauliza kwako inawezekana? Mgeukia mwenzako mwambie hivi, Mungu haangalii kiwango cha elimu yako. Mungu haangalii kiwango cha fedha ulizonazo. Mungu haangalii uwezo ulionao. Mungu anaweza kumfanya yeyote mnyonge akawa ni somebody. Mungu anaweza kumfanya, hebu mwangalie Yusufu, hatusomi alienda chuo kikuu cha wapi. Lakini kwenye nchi ya ugeni Mungu anamfanya kuwa waziri mkuu. Unanielewa? Mungu huwa anaenda kwa watu wanyonge ili kuwadhalilisha watu walio na vitu. Mungu angalii mtu, Mungu amtengenezi mtu ili baadaye aseme kwamba nguvu zangu. Mungu anafanya na mtu ili kesho aseme Mungu ndiye katenda. Na mimi naomba 2026 hayo matamshi yawe ndani yako, kwamba Mungu ametenda. Nasema kesho yako itengeneze leo. Kesho yako itengeneze wiki hii. Kesho yako itengeneze wiki. Hebu sema amen, haleluya. Kesho yako itengeneze. Lakini usije ukavuna kile ulichokipanda leo ukasema ninajuta kwa nini nilitamka. Lakini kuna maandishi ambayo nimeandika. Nguvu ya ukiri inaweza ikaleta matokeo chanya au hasi kwenye maisha yako. Nguvu ya ukiri, unapo confess. Ndio maana Biblia inazungumza, kwa maana mtu akimkiri kwamba Yesu ni nani, ile nguvu ya ukiri inaleta mabadiliko. Mnanielewa? Ndio maana ni kukiri ni kama vile unaapa, eti si ni kama kuapa. Sasa hebu angalia, ili utoe ushahidi mahakamani unafanyaje? Unaapa. Kwa hiyo unapokiri, unapoapa kwamba kutokea leo mimi ni mtoto wa Yesu, nimeamua kuanza upya, Mungu pale pale anahamisha ufalme wake, unaingia ndani yako. Sasa unapokiri kwamba mimi naweza, nguvu ya uwezeshaji inaingia ndani yako. Pale pale unavana ujasiri, unavana ujasiri. Lakini ukinyosha mkono ukakiri kwamba siwezi, nguvu ya kushindwa inakuingia pale pale. Na ndicho hicho kinatusumbua. Unajua mimi nikueleze, katika lika letu hili, niangalie lika letu. Wazazi wetu wengi walifanya makosa eti. Yes. Kufika hapa mimi nasema wengi wetu ni neema ya Bwana. Kabisa. Ukiangalia wazazi wetu wengi waliishi katika uprimitive. Yaani ile hali ya uduni wa elimu, duni wa maisha kwa kiwango cha wazazi wetu. Na kusema uongo, watoto wetu hii generation hii ndio kidogo inaleta mabadiliko. Unaona wengi wanazungumza Kiingereza, wengi wanaenda vyuo vikuu vizuri, wengi wanaanza kufanya vitu revolutions kubwa. Ndio maana unaona makampuni mengi yanachukua vijana wengi sana, yanafanya vizuri sana kwa sababu ya mabadiliko makubwa sana leo. Lakini ukiangalia wengi wa wazazi wa umri wetu walifanya makosa mengi sana.
Na ndio maana unaona tumepitia wakati mgumu sana. Maisha yetu naomba tuyakatae kwamba yasilingane na wale waliofanya makosa. Bwana Yesu atusaidie. Yaani unaweza ukasema aliyafanya baba, mimi nabadilisha kwa jina la Yesu. Nabadilisha. Ukianza kusema ukoo wetu uko hivi, wazazi wetu wako hivi, unajua kama unatengeneza akili wako, unatengeneza na unakudhoofisha pale pale, na ujasiri unaisha. Unashindwa hata kufungua magazeti ya kutafuta kazi. Unashindwa kuenda kucompete na watu wanaofanya tenda, kwa sababu tayari umeshadhoofishwa. Ninaamini mimi wanasema hivi, mahali popote ukienda hutapigwa. Kwa mfano mimi mtu akiniambia kwamba baba ninaomba unisaidie ongea na fulani, mimi wanasema nipe niongee naye. Kwani atanifanya nini? Hawezi kunitukana, hawezi kunipiga. Kama kazi hana, kama kitu hana, ataniambia sina. Nielewa. Lakini kuna mtu juzi aliniambia kwamba zungumza na mtu fulani, ni mtu mkubwa sana nchi ya Tanzania, atafanya 1, 2, 3. Si nilikwambia hata mama, huyo mtu mkubwa sana Tanzania atakusaidia afanye hivi na vile. Nikasema it's okay, it's okay. Usiku nikawasiliana naye, mtu mkubwa. Ni kweli, labda katika hizi nafasi 3, 2 hizi ninaziweza, mimi nitaziweza sana. Ananiambia, lakini 1 sitaweza. Lakini nakuhakikishia kati ya hizi, nikasema kati ya hizi 2 mimi nataka hii. Akasema okay, kama nataka basi nitapambana, utaipata. Lakini mwanzoni nilianza kuambia hutaweza. Hutaweza. Mimi nina tabia hiyo. Ninaomba na wewe uwe na tabia hiyo. Hata kama huna tai, nenda na wale walio na tai. Kama Bwana amesema utapata hiyo kazi, utapata tu. Hata kama wewe unajiona hujui Kiingereza sana, hao wengine wanasema thank you, thank you, thank you. Yaani Bwana anaweza kapindua kitu chochote. Mungu anaangalia jinsi ulivyowaza, unavyojiweka. Kama ukijiweka siwezi, hutaweza. Naomba neno la kuweza liingie ndani yako katika jina la Yesu. Rudia tena, sema amen. Hawa mainjinia hawa, pambana na wale ambao wana uzoefu wa miaka mingi. Yaani utashangaa wengine watapigwa chini, wewe utachaguliwa. Unaamini hivyo? Sikwambii utikise kichwa, ungesema kabisa kwa sauti. Ukitikisa kichwa basi unachukua maisha ya Goma Mli. Unaamini hivi inawezekana? Yes, ukisema ndio unatamka. Lakini ukitikisa kichwa hivi, kwani nani ni Goma Mli? Ukitamka neno amina, maana yake na iwe hivyo. Namalizia, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Hebu sema amen mara 2 au mara 3. Sema amen, amen, amen. Alafu sikiliza, neno la Mungu linasemaje? Aliye dhaifu na aseme mimi ni nani? Hodari. Hebu Joel 3 mstari wa 10. Ndio hiyo njia ya kukiri. Joel 3 na ule mstari wa 10. Yoeli 3 mstari wa 10. Hebu nisomee mchungaji haraka. Hebu nenda vizuri sasa. Hebu anza polepole. Hapo sasa umeenda vizuri. Yafueni. Hebu tusema tena kwa sauti. Yafueni majembe yenu. Yawe panga. Na miungu yenu. Iwe mikuki. Aliye dhaifu na aseme mimi ni hodari. Haleluya, sema amen. Sema tena amen. Anasema yafueni majembe yenu yawe panga. Yaani yaanza kunoa majembe. Unajua kuna jembe lingine ukilipiga limepinda na kupinda, kalipeleke likanyoshwe likae vizuri. Niangalie vizuri. Mwambie mwenzako tengeneza jembe sasa hivi. Mwambie ni wakati wa kutengeneza jembe. Alafu ile miundo anasema kwamba iwe kama mikuki. Yaani zile nyembe zake ziwe mikali kama mikuki tayari kuvuna. Aliye dhaifu na aseme mimi ni hodari. Hebu sema mimi ni hodari. Geukia mwenzako mwambie hivi, kama unadhani wewe ni dhaifu, tangu sasa ujue wewe ni hodari. Mnaniangusha Bwana. Sema tena kwa sauti. Hebu mgeukie mpige begani kabisa, mwambie hivi, mwambie kwa sauti, fua majembe yako, yanoe majembe yako yawe kama mapanga.
miundu yako iwe mikuki. Aliye dhaifu na aseme mimi ni hodari. Unaona nguvu ya ukiri, mimi ni hodari. Yaani unajua Wasukuma wanasema nguvu ya muoga ndani ngumi. Unajua ngumi ya muoga ile akikutandika moja unaweza ukafa. Anakupiga moja alafu anatimua mbio, ndio waoga walivyo. Na ukipigwa ngumi ya muoga inauma. Alafu ameshtimua, amekupiga haja kupiga. Yaani kama wewe unadhani kwamba wewe ni dhaifu, tangu leo change your mind. Change your mindset, badilisha ufahamu wako. Yupo Mungu anayetufanya kuwa hodari. Na ile nguvu, tuna nguvu ya mbinguni na nguvu ya ulimwenguni hapa. Ile nguvu ya mbinguni ile kuumba nguvu za mbinguni, sio kuhubiri injili peke yake, ni yale mamlaka pia. Mwaka huu ya mbinguni lazima tuwe na mamlaka. Biblia inasema pewa mamlaka mbinguni na duniani. Sasa yale ya mbinguni ni ya kuvuta na mamlaka yote. Kama unajiona huwezi, kwa jina la Yesu unajazwa nguvu ya uweza. Kama unasema mimi siwezi, unajazwa nguvu ya kuweza kwa jina la Yesu. Kama unaonekana ni dhaifu, basi Mungu akupe uhodari wa kipekee. Sema amen. Na wale wote waliojiona ni wadhaifu, Mungu aliweka nguvu ajabu. Hata yale majeshi yalipigwa yakasambaa yote. Na akasema imewezekanaje? Mungu ametusaidiaje? Wanatambua ni Mungu aliye hai. Hebu angalia, sikiliza nikueleze. Uwezo wa kubomoa ukuta wa Yeriko kwa watu kama wale haukuwepo. Lakini vipi ukuta ulipodondoka? Swali sema kwamba huyu ni Mungu. Mnaniangusha. Swali sema huyu ni Mungu. Tuendeleeni kuamini kwamba aliye ndani yetu ni hodari. Aliye ndani yetu ana uwezo. Aliye ndani yetu, hata kama ukisema huna mtaji, ana uwezo wa kukufanya mtu yeyote. Kama ni uwezo wa Mbeya, anainuka from anywhere na Bwana anamwezesha. Mtu aseme amen. Rudia mara ya pili, sema amen. Mfano tu mdogo. Siku moja uniwache ule, sio mzuri sana. Mimi niliwaza, nikasema naenda, nilisema nimerudi Tanzania kutatua mambo kadhaa. Nikamwacha mama kule Marekani. Alafu niliporudi, kila nikiuliza tiketi, wananiambia tiketi zinazidi kupanda juu. Na muwaza mama aliko ni mbali mno. Yeye ana tiketi ya kurudi, lakini nitaendaje huko? Ni mbali, hela nyingi. Yaani ukipiga hesabu zimeshafika karibu milioni 10 na sina hela. Nataka kumpa mfano mdogo tu mzuri. Nikaona ngoja nianze kuomba. Mungu anawezesha. I tell you the truth, Mungu anaweza. Nasema tena Mungu anaweza. Nauliza tena kwa sauti ya tatu, Mungu anaweza. Nikiwa nawaza, rafiki yangu mmoja ananiambia kwamba msalimie mama. Ananiambia ulifika salama? Nikasema tulifika salama. Okay, how is your family? Familia yako ikoje? Na mke wako Mama Bishop anaendeleaje? Nikasema kwamba nilimwacha huko, lakini nawasiliana naye, ni mzima. Anasema how itakuwaje sasa, unataka uje lini? Anasema, nikamwambia naanza ku raise fund. Nikamwambia naanza kusanya hela ili niende nikamchukue. Anasema kwamba no. Kwa suppose kuniambia. You are supposed to tell me. Kwa nini upate shida wakati sisi tupo? Nikasema Mungu ajabu. Anasema sasa, nenda kauliza shilingi ngapi? Nikaenda kuuliza ticket, wakaniambia dola hizi 3,000. Shilingi dola 2,700. Akasema na kuongeza na 300 ziwe ni za silinius, vitu vidogo vidogo hivyo. Yaani nilishangaa. Akaandika cheki ya shilingi hizi. Shilingi 3,000. 3,000 mnafikiri shilingi ngapi? Hebu zidisha kwa 2,500. Hebu zidisha. Yaani mtu tu akaandika hapo akasema kwamba naituma kwa mke wako huko, wataiweka kwenye account uchukulie Tanzania. Haki ya nani? Mtoto wangu yaani kesho ananitumia cheki hii. Imeandikwa dola 3,000. Na mimi nikamwambia iweke haraka. Nikapata ujasiri, nikaweka tiketi, nikapanda treni ya umeme, nikakimbia. Siku 2-3 nimeshamuona mama. Nina nguvu ya kurudi tena. Yaani nikueleze, nikaamini kabisa. Asiye na kitu aseme anacho. Aliye dhaifu aseme mimi ni hodari.
Asiye na elimu aseme ninayo elimu. Inawezekana, sema amen. Mwezi wa kwanza uwe ni lango la mwaka 2026. Uwe ni mwezi wa matamko. Uwe ni mwezi wa kutamka. Ni mwezi wa kujaza palipo na utupu. Mwezi wa kuweka nuru penye giza. Ni mwezi wa kupangilia vitu ili tutembee navyo. Tusiingie tu. Hata wewe mzee wa kanisa, usiingie tu kama mazoea yako. Unasema mwaka unataka 1, 2, 3. Nabadilika. Nabadilisha ofisi yangu, naongeza wateja, nataka mwishoni mwa mwaka kuwe na 1, 2, 3. Na ukaanza kuchakalika kama watu wa sokoni. Inawezekana. Natamka kwa jina la Yesu, inawezekana. Aliye dhaifu na aseme ni hodari. Asiye na kitu na aseme ana kitu. Asiye na elimu na aseme na elimu. Na Bwana atakuwezesha. Haleluya. Mnabarikiwa. Kama mnabarikiwa, nyosha mikono yenu. Asante kwa jina la Yesu Kristo. Mnaonaje mpaka tukienda mpaka mwisho wa wiki hii? Naamini utabarikiwa. Kesho ndio. Naamini leo. Nenda ukapitie, kwa sababu tuna rekodi hapa. Tuko live. Nenda ukapitie, uangalie pole pole. Alafu mimi napiga magoti na kuombea. Mungu akusaidie. Hapo mwanzo. Huu ni mwanzo. Mwanzo wako lazima utengeneze vizuri. Mungu, la pili, ule mwanzo msingi wake uwe ni Mungu. Aliumba yale matamshi, anza kuyatamka. Kile unachokitamka unaumba. Na iwepo nuru. Mwaka huu nitajenga. Na ukianza kusema nitajenga, nitawafundisha kuanzia kesho namna ya how to set your goal. Namna gani ya kutengeneza malengo yako ili mwisho itokee. Maana mwaka jana ulisema nitakuwa hivi, umeisha. Haujui how to set the goal. Hujui kutengeneza malengo yako. Lakini mwisho wetu utukute. Kama unataka kuanza kwenda China, ujikuta unanunua tiketi ya kwenda China. Vitu hivi havitokei. Kuna mtu mmoja aliniambia, Bimu, usinione hivi. Hata hii hela ya kwenda China nimekopa. Nimeambatana na mtu mwenye kitu, najua kesho kutwa nitaenda peke yangu. Lakini leo mall pale City, kasichana kidogo tu akanakuja hapa siku zingine. Anakafahamu ukatoto. Yaani akatoto kalikuwa kako hivi tu. Akana mbele. Narudia, hakana nini? Mbona hamsemi kwa sauti? Hakana. Na Mungu hao ndio anawataka wasio na mbele wala nyuma, ili utukufu uwe mkubwa. Wazungu hawa wanaokuja hawa wakamuona kanisani, kanaona kasichana kako so bright. Nasema kwamba unafanya shughuli gani? Kanasema nauza bisi. Hebu rudia tena, nauza nini? Kwa hiyo kanaenda nyumbani, kanatengeneza mabisi kwenye sufuria. Kanafunga, kanaanza kutembeza nini? Mbona mnaniangusha? Kanatembeza nini? Bisi. Ni bisi, yani ni kitu kidogo sana. Bisi mtaji wake ni kununua mahindi. Maana usidanganywe na neno bisi. Ni mahindi yale madogo madogo ya njano na mafuta yanakupa bisi. Kanatengeneza. Wakakaambia, unataka nini? Nataka mimi, maono yangu nataka niwe na mashine. Unaona, niwe na mashine ya kutengenezea bisi. Ndio hiyo sasa. Nilikuwa nakwambia, nchi ilikuwa giza. Akaanza kujaza. Mawazo yake ni kujaza. Wakasema okay, tafuta tutakununulia. Wakamnunulia mashine ya bisi. Msichana akaendelea kutengeneza. Akapata hela. Wakarudi wakamwambia, unataka uweke wapi? Akasema nataka nitengeneze niweke mall. Wakamwambia, nenda kazungumze upate kasehemu tutakulipia mwanzo. Akaenda msichana pale, akapata kaeneo kakuwekea bisi, Mall City. Akaweka pale, akaanza kutengeneza. Msichana ameendelea mpaka akaajiri watu, mashine ya bisi. Unapoenda pale unakuta mabisi yanatengenezwa hapo. Msichana tayari akaanzisha duka la pili la kuuza urembo. Ni kweli? Perfume, urembo, nini, nguo za kike, nini. Mtoto anaenda mpaka China sasa hivi. Nanielewa? Yaani ni bisi. Yaani hebu niambie, asingelikuwa na bisi, mpaka leo angekuwa asingelikuwa na bisi.
Angeulizwa unaumba nini, maana yake angelikuwa hana idea. Ndicho kinachotokea. Kazi yetu tunanena kwa lugha, tunaomba mpaka makamasi yanatokea, which is okay, mbingu zimefunguka. Lakini unatakiwa ujue kwamba dunia ilikuwa tupu. Dunia iko tupu. Kwa kuwa dunia iko tupu, aliyeijaza ni nani? Ni maneno yalitamkwa na Mungu. Kila alichotamka Mungu za dunia. Ni lazima tuwe na maneno ya kutengeneza, alafu ziwepo process za kufanya yale maneno yatimie. Kwa mfano unamwona huyo kijana ni mtu so smart, nafikiri sana huyu Baraka, lakini pengine utamaliza mwaka huko hivi hivi, kwa sababu pengine ameingia mwaka huu hujawaza jambo lolote. Tunatakiwa ufike mwezi wa 12 usiwe Baraka yule wa kawaida. Unanielewa? Usiwe Baraka yule wa mwaka jana. Ni lazima uwe na matamshi, na yale matamshi ndio yatakao kupa nidhamu. Utakuwa unakuwa mtumwa wa yale matamshi ulioyatamka. Kwa mfano mtu anasema mimi ni mama wawili na hana watoto, anasema ninataka mimi nitazaa watoto wa kike wawili. Yaani hayo alale amke atakuwa na mpaka watu mama wawili, yaani itamsumbua hilo, atakuwa mtumwa kati. Ukisema mimi ni bilionea, yaani kuna mwanamke hapa ndani alishatuambia tumuite bilionea. Humu ndani kuna mwanamke akisema bilionea, anasema yes mimi ni bilionea. Yaani kwa kusema mimi ni bilionea Mungu amemfanya. Hebu tamka maneno. Hebu mwambie mwenzako tamka maneno. Sema tena kwa sauti, tamka maneno. Inawezekana. Inawezekana. Tulimpeleka mahali fulani tukamwambia unamwona bilionea, akasema baba huyu ni mdogo sana kwangu. Kuna watu wanaishi kwa imani. Na ni kweli Mungu amembariki. Anasema baba mimi ni bilionea. Kuna mwingine tena mpaka akatuambia baba hebu tena tukapumzike mahali eti tuchome hela tu. Tuchome hela. Unaona? Maana hela tunazitafuta, acha tuzichome. Ngoja nifungua. Acha tuzichome hizi hela. Na sisi na mama tukaenda kuzichoma hizo hela. Unaona? Na tulipomaliza kuzichoma zile hela, tuliporudi akasema baba hukujua nilikuwa nimekubaliana na nini na Mungu wangu. Nilikuwa nazichoma na mtu ambaye anaweza akaniombea na akanifungulia mlango. Kumbe alikuwa amekubaliana na Mungu wake. Sasa madam nimezichoma hela, nataka Mungu azirudishe hela maradufu. Vipi Mungu amemrudishia eti? Maradufu, maradufu, maradufu. Sikiliza nikueleze, subirini. Niko mnachoma madhabahu. Kwa hiyo chochote tunachokitamka kwa mwezi huu kinatengeneza. Nimewafundisha vizuri? Nauliza, nazungumza vizuri? Alitupeleka tukachoma hizo, yani tukazila kama vile watumishi wa Mungu, nipikie chakula nile. Alafu tukaa tunakula huku yeye kumbe amekubaliana na Mungu wake. Leo Mungu amembariki kweli kweli. Lakini kuna mtu humu ndani huwa nikimuita anasema baba mimi ni bilionea. Akisha sema ni bilionea na milango ya bilionea inafunguka. Huyo mtu niwaambie ni nani? Namuhifadhi. Namuhifadhi huyo mtu. Tusimame kwa miguu yetu. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Leo ni siku ya kwanza. Leo ni siku ya kwanza. Sema leo ni siku ya kwanza. Usifute maneno. Mgeukie mwenzako mwambie kwamba ndugu yangu. Sema kwa sauti, ndugu yangu. Huu ni mwaka mpya. Ni mwaka wa mavuno. Mgeukie mwenzako tena, unamshika huku unamwangalia, unamwambia ni mwaka wa mavuno. Mashamba yako tayari. Yafue majembe yako. Yawe kama mapanga. Na miundu yako iwe kama mikuki. Ndugu yangu aliye dhaifu na aseme mimi ni hodari. Wewe ni hodari. Wewe ni hodari.
inuka, nenda na utafanikiwa. Kama umebarikiwa sema amen. Nyosha mikono yako juu. Nyosha mikono yako juu. Nyosha mikono yako. Funika macho. Funika macho. Asante. Funika macho. Imba maneno haya.